tunaendelea kujielimisha na kujifunza baadhi ya vitu viendelee kutujenga ili tuendelee kupata msingi mzuri na tuendelee kulifahamu gitaa. Moja kwa moja hapa ni tunafanya kwenye ufunguo wa B. Ufunguo ndio B. Hapo mshiko wetu ni C sharp, E sharp pamoja na A sharp. Tunacheza tu kwenye mishiko simple kabisa, mishiko mama ambayo ndio mishiko ambayo inatutangulia kulielewa gitaa. Ni C sharp, E sharp ya kwanza pamoja na A sharp. Kwa hiyo hiki kilicholia kilipigwa hivi. Unaanza na hichi kikodi inakuwa kama ni E, inakuwa ni kama ni E sharp ila ni minor ya B, ni minor ya ufunguo wa B. Kwa hiyo ni ukishika hapa kwenye C sharp unafanya E sharp ndogo, inakuwa ni minor. Kwa hiyo unaanza, unaona, unaanza kupiga uzi namba 3, unaofanya unapiga up down. Kwa hiyo unafanya sawa. Kwa hiyo sasa vitu vingine ukiona vimekushinda usivihangaike nao sana, kwa sababu kwa mfano kama hiki kilicholia ni cha kiprofessional sana. Kwa mtu ambao unaanza kujifunza lazima kitakusumbua. Kwa hiyo natakuwa uzi ulie up down hivi. Sasa sawa. Kwa hiyo yani mwenzetu alipiga, lakini yeye sasa sound yake ni ya kiprofessional, huwezi linganisha na wewe unajifunza. Kwa hiyo kitu ambacho utafanya utapiga tu kikawaida kabisa, utapiga tu sawa. Sawa, imelia tu hivyo simple. Kwa hiyo unapiga tu kawaida tu ukiwa umeshika hiki minor chord. Tunaweza tukasema ni E sharp ndogo. Sawa, unaweza ukafanya unapiga tu kawaida tu. Kwa hiyo unatakiwa upige hivyo. Sawa, sawa, ndio step ya kwanza. Sawa, alafu unakuja unapiga hapa, si umeshika ni E sharp, hapa ni E sharp ndogo, unakuja unashika A sharp hapa. Sawa, kwa hiyo unafanya sawa. Sasa hizi sawa unazipiga unazipandisha, ambayo ni uzi namba 1 na namba 2. Sawa, hapa tu ukiwa umeshika A sharp ila unapiga tu uzi namba 1 na namba 2. Kwa hiyo unaanza sawa. Umeona ni kitu simple sana. Kwa hiyo unarudia tena pale pale sawa. Kwa hiyo sawa, uzi namba 2 na namba 3. Sasa unazipiga kwa kushusha. Kwa hiyo unaanza step ya kwanza, unarudia tena sawa. Hii ndio step ya 3. Kwa hiyo unaanza step ya kwanza, step ya kwanza, unarudia tena unazivuta sawa. Namba 2 na namba 3 unazishika tu hivi, unazivuta. Kwa hiyo unaanza sawa. Kwa hiyo inaenda tu hivyo. Sasa hii ambayo nilikuwa nakwambia ile ya kiprofessional, sasa wewe usihangaike nayo. Sio kwa sababu mwenzetu alipiga tu. Unaona?
usihangaike nao. Maana hivi vitu pia nimeviona watu wengi wanakuwa wanahangaika. Yaani ukihangaika na vitu vingine ambavyo vinakuwa vimekuzidi uwezo wako. Maana wewe ndo unaanza unajifunza. Yaani unapojifunza hata kwanza moja touching inakuwa haijawa nzuri sana, haujaweza kuweza vizuri kutembea na tempu. Yani vidole bado havijawa active. Kwa kuna vitu vingine, tuseme ukweli na uwazi, hatuwezi shindana na mtu, kwa sababu ukiulizia tu kwa mfano hapa mimi hapa nina miaka 16 sasa nikijifunza gita. Kwa sasa mtu aliyoanza kwa mfano mwaka jana, mwaka huu, hata kama akute ana miaka 5, yaani kunifikia mimi, kuna vitu anaweza fanya vikubwa, lakini kuna vitu vikubwa vitatu ambavyo vile upende usipende lazima ustay miaka mingi ndo vitakuja. Cha kwanza ni matamshi mazuri na touching nzuri na kuwa na spidi nzuri ya kutosha. Hivyo vitu vitatu lazima ule edge. Yaani lazima ule edge ukistay kwenye mziki, tofauti na hapo tutadanganyana. Kwa mtu mwenye miaka 16 na mtu mwenye miaka 3, miaka 2 ndo anaanza, kuna vitu huwezi shindana naye. Ndio maana mimi nakufundishaga taratibu kabisa, step by step, naelewa na pia nataka ujue gita. Kwa hiyo ndio maana nakwambia hichi alichofanya hapa ni rahisi, kwa sababu unapiga tu namba 3 ukiwa up down. Unatakiwa ulie hivi, unakuja unachanganya na namba 2. Kwa hiyo ukitaka pia kujifunza ni rahisi, unafanya. Kwa hiyo sasa pia itakuchelewesha, kwa ni bora ukaanza tu. Sasa unaona ni rahisi tu. Sawa, step ya kwanza natakiwa ile. Sawa, kwa unaanza tu na hiki E shape kidogo ambayo tunaweza tukasema ni minor chord ya B. Sawa, unaifanya tu alafu kutoka hapa unasogea flat moja kwa huku ndani. Sasa hapa ndo mahali tumeanzia hapa ndo tumeanzia. Kwa hiyo ukipiga unasogea moja, unarudi tena, unazivuta tu. Ni simple tu. Yaani gita la solo halitakiwagi mbwembwe na mambo mengi. Ukiwa na mambo mengi, kujifunza gita la solo itakugharimu tu. Na pia mimi napendaga kuambia ukweli, gita la solo halihitaji mtu mwenye mbwembwe na masifa. Ukiwa mtu mwenye mbwembwe na masifa, fanya hizo mbwembwe ukiwa umeshalijua. Lakini season kipindi hiki unajifunza, hebu kuwa mstaarabu tu, kuwa mpole, nyenyekea, utajua sana na utakuwa musician mkubwa sana. Lakini ukianza kuleta mbwembwe ukiwa unajifunza mbwembwe na masifa, wengi wao hawafikagi kwenye mahali level nzuri, wanaishiaga tu hapo, wanabaki tu kuwa na mbwembwe. Alafu kitu kingine, mziki hautakagi ujuaji, mziki unataka nidhamu, unataka upole ili uendelee kujifunza. Na siku zote mtu, yani licha tu ya mziki, hata kimaisha, yule mtu ambaye anajifanyaga mjinga sana anakuwaga ni mtu mjanja sana, kwa sababu anajifanya mjinga ili aendelee kujifunza. Sasa kuna wale wenzangu wale ambao wanasemaga mimi ndio mwamba, mimi ndio papa. Mambo yaendagi hivyo. Mimi napendaga watu kuambia ukweli. Yani hata kama kweli una level nzuri, yani kufika mahali tu unajitambulisha kwa watu, mimi ni guitarist, ni sahihi kwa ufahamu wako, lakini mimi napendaga kuambia watu, acha hicho unachokifanya kikutambulishe kwa watu. Usipende sana wewe kujitambulisha. Yani mimi huwaga naamini sana katika vitendo kuliko kwa maneno. Yani mimi huwaga ni mtu wa action sana kuliko maneno. Maneno mimi
yani spendi, yani ati nifike mahali sijui mimi ni guitarist sijui ni nini. Hapana, mimi yani nikifika mahali kwenye yani uwaga spendi, yani hata yani ufike tu ukae unajionyesha ni sahihi, maana pia watu watakuona tu, lakini ukipewa nafasi, hebu acha kile ambacho unafanya kikutambulishe kwa watu, sio wewe ujitambulishe sana. Usitumie nguvu sana kujitambulisha, acha vitendo vyako vikutambulisha. Mimi ndio maana nawapaga watu kwa mfano kabisa. Kwa mfano, mtu anapoitwa, kwa mfano nitatolea mifano mibaya. Mfano, mtu anaitwa jambazi. Yule mtu hajawahi labda niseme hajawahi labda kuprint t-shirt au nini, au akaandika nyuma kwenye nguo yake akaandika bango kwamba mimi niiteni kaka jambazi. Hapana, zile tabia yake na matendo yake ndio yanamfanya apate jina B, apate plan B, yani apate jina lingine ambalo litamtambulisha kwa watu. Kwa hiyo sasa wewe unaitwa, kwa mfano wewe unaitwa Obedi Solo. Mimi sikupenda kuitwa hili jina, lakini limekuja kwa sababu ya kukintroduce kile, yani kile watu wakakipata hichi ambacho nakifanya watu, okay, ndio likapatikana jina B. Kwa hiyo yule, kwa mfano, nitatolea mifano mibaya. Wale wadada poa wale wanaojiuza wale wanaitwa kahaba au malaya au changudoa kwa sababu ya kile wanachokifanya. Hakunaga mtu ambaye shai kuprint t-shirt akaandika mgongoni akasema kwamba bwana, mimi naitwa dada malaya, au mimi naitwa kaka malaya, au mimi naitwa kaka jambazi. Hapana. Au mimi naitwa mchungaji. Hapana. Au mimi naitwa sijui nani, sijui mwalimu. Matendo yako na kile ambacho unakipresenti kwa watu ndicho ambacho kitafanya wewe uitwe jina lingine la pili. Wewe unaitwa Athman au unaitwa jina lolote, lakini lazima pia litakuja la B yake kutokana na kile unachokifanya. Lazima itafika mahali anaitwa ile Obedi mkulima. Ni kwa sababu gani? Umepresent ukulima kwa watu na ukaonekana na ukaleta tija kwa watu, kwa hiyo lazima utapata jina la B. Kwa hiyo sasa, hebu jitahidi kuwa mtu wa vitendo, itakusaidia sana kuliko kuwa mtu wa maneno alafu vitendo vinakuwa hafifu. Mimi napenda sana vitendo kuliko maneno. Kwa hiyo anyway, ngoja tumalizie. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwenye C shape, E shape pamoja na A shape. Mshiko wetu wa kwanza ni C shape. Kwa hiyo tumefanya rahisi sana. Unarudia tena. Ukishamaliza huo mzunguko tu unaungana sawa. Tufanye tu mazoezi, kazana na mazoezi, utafanya tu gita zuri ambalo litakupa heshima kwa watu na wewe mwenyewe utalielewa. So Mungu akubariki na Mungu akutunze. Tuko pamoja sana.